you out of Niliposema kwamba ninawapeleka kwa mji wa ahadi nilijua. When I promised to take you to the promised land, I knew. Niliporuhusu mpite kwenye njia hii nilijua kuna bahari. When I permitted you to follow this route, I knew there was a Hivyo ndivyo kuna watu wanamlalamikia Mungu leo hii. That's the same way people are complaining to Wengine wanasema nilisoma nikifikiri kwamba nitapata kazi. Some say that I went to school thinking that I'll get a job. Wengine wanasema nilijifundisha kushona nguo kwa sababu nilijua kushona kuna gharama. Some people thought that for going to tailoring school they thought. Wengine wanasema nilijifundisha kuendesha gari kwa sababu nilijua kwamba kuna faida kwa kujifundisha. Some say that they went to driving school because they thought they were. Wengine wanasema mbona nikaharibu pesa ya mzazi kwenda shule lakini sina kazi. Some people questioned why they wasted the money of the parents. Wengine wakasema mbona niliuza shamba ili nikasome na hainisaidii. Others are questioning why they sold their land yet they. Lakini leo neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kutoka. But today the word of God is speaking. Biblia imesema wazi kwamba naye Yesu akamwambia, The Bible says that Jesus ambia wana wa Israeli wasogee karibu na bahari. tell the children of Israel to draw near. Kisha ulichokibeba mikononi ninakuamurisha ukapige maji akatawanyike. Then by that thing in your hand I instruct you to strike. Chukua hiyo fimbo ambayo umebeba ukatawanyishe nayo maji. Take that rod and separate the water. Wengine tumebeba funguo la maisha yetu pasipo na kujua. And some of us we carry the key of our life. Wengine tumebeba maisha yetu mikononi mwetu pasipo na kujua. Some of us we carry our lives in our hands. Leo hii kuna watu wana mafanikio yao kwa mikono pasipo na kujua. Today there are people carrying their own success without knowing. Wana wa Israeli walipokuwa wakilia, The children of Israel were there. hawakujua fimbo ambayo Musa amebeba ndiyo funguo. They never knew that the rod of Moses. Walipokuwa wakilalamika, When they were complaining, hawakujua kwamba funguo tayari Musa amepewa yuko nayo mikononi. they never knew that Moses already had. Leo hii kuna vitu tunapitia ndani ya maisha yetu. Today there are things we are going through in our life. Pasipo na kujua funguo ya kuvuka Mungu alishatupatia. Without knowing that the key of opening. Wengine wanateseka leo hii. There are some suffering today. Pasipo na kujua Mungu amemruhusu akafanye biashara na kunawiri. Without knowing God has given them a. Kuna mwingine anateseka leo juu ya ndoa. There are people who are suffering because. Pasipo na kujua kwamba Mungu ameyatayarisha vitu vingi kwa ajili yake. Without knowing God has prepared. Kuna watu wanapata shida kwenye biashara zao. There are people who are suffering in their. Pasipo na kujua kwamba Mungu ametengeneza njia kwa sababu yao. Without knowing that God has made a way. Wana wa Israeli walilalamikia Mungu sana. The children of Israel complained. Pamoja na Musa aliyewatoa kule Misri. Together with the Moses who brought. Akimwambia Musa, mbona ukatuleta tufe hapa? Who are telling Moses why bring us here to. Bora ungetuacha tukufe kule Misri ulikotutoa. Why not leave us to die in Egypt? Mpendwa, niko hapa jioni hii ya leo. I'm here tonight. Nikakwambie jambo ile linalotendeka ndani ya maisha yako. To tell you what is happening in Mungu ashatengeneza funguo ya kufanya ufuke salama. God has prepared a key. Mateso ambayo umekuwa ukiteseka, The suffering you have been. Mungu ashatengeneza funguo ya kukusaidia kutoka. God has prepared a key. Kilio ambayo unakuwa ukilia kila siku, The cry you have been. Mungu ashatengeneza funguo ya kukusaidia kutoka. God has prepared a key. Maana neno la Mungu linasema wakati Kristo alikuja, When Christ came, alikufa akaenda kuzimu. he died and went to Kwa sababu pepo mchafu alienda na funguo, because the demon that ikagharimu kufa na kuenda kule kuzimu, it costed him to die and ili aende akachukua ile funguo, so that he can take the ili akamletee mtu ambaye anasema kwamba ninatamani Bwana ukalifanyie. so that he can give it to a person with a desire to see God. Biblia inasema The Bible says in the book of Matthew chapter number 11 katika kitabu cha Mathayo 11 pale 28, verse 28. Biblia inasema njooni kwangu The Bible says, come to me, nyinyi mliolemewa na mzigo mzito, all you who are heavy laden, nami nitawapumzisha. and I will give you rest. Njooni kwangu Come to me, mliobebeshwa magonjwa, you that are carrying nami burdens of sickness, nitawapumzisha. and I will give you rest. Njooni kwangu Come to me,
ninyi mliofika mwisho, you that have reached the end of your ili journey, nami nikakupe mapumziko. so that I can give you rest. Unajua wakati Kristo alikuja, When Christ came, hakukuja kwa sababu ya watu wako kwenye comfort zone. he never came for the people who are in a comfort zone. Na nikasema, And I say, wakati unajisikia kwamba uko sawa, when you're feeling that you're okay, Mungu atakaa kando. God will stay away. Atakaa kando. He will stay away. Na kama ni lazima atende kile anachotaka kutenda kwa wakati huo, If it is a must for God to do that which you want to do at that time, atahakikisha kuna